ambao mnanisikia na mtakuwa mabalozi kwa wengine, nimekuja hapa, jambo la kwanza kuendelea kuwaomba msamaha sana kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Lakini jambo la pili, nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki hili halijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia wakati tunatafuta suluhu ya kudumu ya mabasi katika njia hii. Baada ya kuona ninyi abiria mmekwisha toa ushauri wa kutosha, kilichofanyika ni kwamba huyu anayetoa huduma sasa hivi, sasa tunamtoa kwenye barabara hii na tunamuondoa kwenye barabara hii na tunamuingiza mtoa huduma mpya ambaye hivi ninavyozungumza muda huu mabasi zaidi ya 200 yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii. Hivi ninavyozungumza kuna mabasi zaidi ya 150 ambayo yamekwisha fika kwenye njia ya Mbagala na mabasi mengine mapya yatakuja kwenye njia hii. Kwa hiyo wiki hili, kabla hata wiki hili halijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi mapya machache ili aweze kufanya kazi kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu, kwa mtu yoyote mwenye swali anataka kujua, aniulize mimi mkuu wa mkoa ili apate majawabu muda huu kwa mwenye swali yoyote. Maana hata ukikimbia kule, hata ukitukana serikali, hata ukasema tuitaki sisi CCM, nimeona kwenye klipu, haisaidii. Mwisho tunahitaji mabasi. Kwa hiyo nyinyi wananchi mkiwa na hasira, mwisho wa siku mtahitaji mabasi. Na mabasi yakija lazima mpande. Kwa hiyo tunahitaji busara yako wewe, busara ya serikali, ili mambo yote yaweze kutatulika. Nimewaambia wale wasipakie kwanza mtu ili mnisikilize kwa muda mfupi, alafu ndipo muendelee. Je, kuna mtu ana swali? Njoo panda hapa. Mimi nauliza, kabla hizo basi mpya hazijaja, kwa nini hii njia hii ya Morogoro Road usingekiwa dada za kawaida zikawa zinapita, kwa tunasubiri usafiri mpya mwendo kasi? Swali langu ni hilo mkuu. Very good. Jamaa wangu anauliza kwamba kwa nini tusiweke mabasi ya kawaida. Mnisikiliza kidogo. Barabara hii ni barabara mwendo kasi. Utaratibu wa mabasi uko tofauti. Mkiangalia milango ya basi za kawaida hazipo upande huu, zipo upande huu. Tunaweza tukajikuta tumeleta ajali kubwa kuliko kutatua matatizo kwa Watanzania. Na ndio maana nimewapa taarifa kwamba ile njia ya Mbagala tulikuwa tunasubiri mabasi ambayo yote yamefika, mabasi 151. Na njia hii nimewapa taarifa kwamba mabasi zaidi ya 200 yanakuja na hayaletwi tena na watu wanaotoa huduma muda huu. Tumechukua kampuni nyingine tofauti ili iweze kutoa huduma kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kila jambo huwa na changamoto zake. Tukipata changamoto na tukawaambia ndugu zanguni, mtuwie radhi, mvumilie kidogo, ninyi mkiwa na hasira, hatujengi nchi moja. Lazima tujenge nchi moja. Haya, mwenye swali mwingine aje. Jo. Mimi sio swali, mimi ni ushauri ambao ninaotoa. Kama tumsikilize mwenzetu anatoa ushauri ambao ninaotoa, kwa sababu daladala zina leseni, ziruhusiwe kwenda posta au gerezani kwa kupitia njia ile. Shida tu ni hiyo tu ya usafiri, daladala ziruhusiwe kwenda kupitia njia ile kule. Jamani, anachosema mwenzetu kwamba sio kuingia kwenye mwendo kasi, bali daladala za kawaida ziruhusiwe zipite kule, ziende mpaka gerezani. Si ndio hilo mnaloshauri? Ndio hilo mnaloshauri. Naomba niondoke nalo haraka nikalifanyie kazi asubuhi hii. Naondoka nalo hilo nafanyia kazi asubuhi hii. Mnisikiliza vizuri. Ndugu zangu,
msipende niwe mkuu wa mkoa wa siasa wa kuitikia kila kitu hapa. Siko hivyo. Mnafahamu kwamba kuna LATRA, lazima nikae nao. Mnafahamu kwamba kuna taratibu na sheria, lazima nikae nazo. Siwezi mkuu wa mkoa ghafla nikasema nimepokea ushauri muda huu basi anza kuingia barabarani. Siko hivyo, sio mtu wa siasa ndogo ndogo. Lazima nilichukue muda huu, na kabla sijaingia ofisini niende nikatatue muda huu asubuhi, ili baada ya hapo hata kabla mchana niwe na majawabu kuhusu jambo walilouliza wa Tanzania. Mwingine aliye njoo. Ndugu zangu mnielewe, hata mkiongea sana mnahitaji kuelewa. Mheshimiwa Mkoa, hapa hata ukileta siasa haitibu. Jamani Mheshimiwa Mkoa, mimi naomba hii ahadi iliyotoa ifanyiwe kazi. Sababu ahadi ishatolewa sana. Shona bwana, mimi naomba tu serikali kazi yake ni kusimamia miundombinu na sera. Iwaachie wawekezaji wengine wafanye kazi. Tushachoka. Mimi naomba nimtetea tu Mheshimiwa Mkoa iliyotoa hii ahadi ndani ya wiki moja. Naomba itekelezwe. Maisha hiyo. Sawa ndugu zangu. Jamani naomba mnielewe sasa. Sasa na waruhusu ili muende na yale mabasi sasa mkapande. Haya mabasi ndugu zangu. Haya njoni mniulize kwa sababu hata mkiwa na yanakuja mabasi. Mabasi yanakuja. Niaite. Kwa hiyo nadhani mmenielewa, si ndio? Blaza, sikiliza kwanza. Hata mimi nimeacha usingizi kuja kukusikiliza wewe. Hata ukisema lazima tuelewane, wala sio jambo la siasa. Yaani hapa lazima nitibu tatizo la kwako wewe, na wewe lazima unisikilize mimi, wala sio kwamba wewe ndio lazima usikilizwe. Lazima tusikilizane. Mimi nikiongea nikinyamaza na wewe unaongea, tukisichukua mambo yako ndio inakuwa namna ya kutatua matatizo tulionayo. Sasa nadhani mmenielewa, si ndio? Jamani mmenielewa, si ndio? Unapoongea taratibu tu. Yaani usiongee kilepasho, taratibu tu. Naongea taratibu. Shika pai. Jamani habari za asubuhi. Mimi nataka nimwombe kitu mheshimiwa na nyie wote mnijibu. Naomba siondoke aone tunavyogombania kwenye haya magari. Yaani asiondoke aone tunavyogombania. Mimi nimepata mpaka malazi ya mgongo kwenye haya magari. Nikikuonyesha mguu wangu ulivyovimba. Juzi mwanafunzi pale kavunjwa bega. Ubaya inachotuuma, kwa nini tukiumia huko hatupewi chochote? Yaani tunahangaika wenyewe, tunajitibia wenyewe. Watoto kaumia pale wamekaa hawajali. Hiko ndio kitu kinachotuma. Kwa nini hawana utu? Naongea uongo? Haya, nimemuelewa mama yetu, dada yetu, nimemuelewa, siondoki. Nafahamu namna mnavyogombania, nafahamu.